alikuwa anajitishia anataka kujiua. Kwa hiyo walianza kumnusuru, akampeleka tena chumba ambacho hiki ni chumba cha giza, ambao ni punishment amepewa. Alikuwa anapewa chakula, yani alikuwa akikaa huko na miss paka madawa anaanza kuvunja mpaka viti. Muda ikawa imemlewesha vizuri kabisa, kwa amelala, alikuwa haelewi kitu chochote. Hivyo alichukuliwa kupelekwa kwa dokta kwa ajili ya check up zaidi. Na kwa sababu alikuwa amefiktika na madawa, madawa alikuwa ameshamkamata kweli. Hivyo alichukuliwa kuja kupelekwa kwenye chumba ambacho ni cha daktari kufanya check up. Alifanya check up kuangaliwa, na dokta kamshauri usitumie tena madawa, ndo anakuaffect. Hivyo dokta alimwambia achane nayo kabisa. Alikuja mama yake tena alikuja kumtembelea. Unajua mama ni mama bana. Mama lazima aje kukutembelea. Hivyo alikuja kumtembelea, kuja kumwangalia tena mwanae. Hata kama walikosana mara ya kwanza, lazima amcheki mwanae. Pia alielezwa hali halisi ya mtoto wake aliyokuwa ameafektika. Hivyo alileta tena kwa Mr. Frankie. Lakini muda akasema sasa, kwa sababu mimi vitu akaamua kutoa na ile alama kabisa ile ambao alikuwa amemchora kwa ajili ya kujiunga na kile kikundi cha wahuni wa jela. Alichukuliwa kuletwa tena kwa Mr. Frank kwa sababu alikuwa ashapata ni dodo limeangukia kwenye mchanga. Akamwambia bwana, kwanza nataka unipigie, kwa sababu binti alikuwa ni mwanamuziki, ni mwanajitaa mzuri, anapiga. Kwa hiyo alikuwa amepiga. Muda mwingine alikuwa ametulia sehemu anaangalia tu. Alikuwa anaangalia maeneo, rafiki yake akaja akuja kucheki ile alama, akakuta ipo. Akamwambia umeamua kujitoa kwenye kundi letu Akamwambia mimi kwa sababu mimi, akasema mimi siwezi nikajiunga. Kwa hiyo hivyo alikuwa kwenye matibabu zaidi. Lakini muda huyo Frank kashika sehemu, lakini dokta alimuona, akawa anamuuliza sasa, binti nini, mbona? Akamwambia lakini kumbe kuna CCTV camera zipo. Hivyo binti alikuja akaletwana tena shida. Akaja kuchukuliwa tena polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Frankie kwenye embe doda akaamua kushika, akamwambia msamaha lazima, shule iende. Kaja kupiga bwana jita mbele ya wafungwa wenzake, na kweli alikuwa ni vizuri sana. Muda mwingine sasa Frankie alikuja akamwambia unajua kupiga vizuri, na hii muziki ndo tunaupenda. Na kwa sababu huyu Frankie bwana anatumia fursa kwa ajili ya kumlagai huyu mtoto, ilibidi sasa huyu ana aje amweleze rafiki yake Jini kitu anachofanyiwa pamoja na huyu Mr. Frank ambaye ni mkuu wa mahakama. Alikuja akakabwa tena, akamwambia sasa ukitaka ushahidi akikuita tena inabidi umrekodi au umchukue kamera kwa ajili ya ushahidi zaidi. Hivyo alivyofika tena kwa Mr. Frank, mkuu wa gereza alimchukua na akamrekodi vizuri tu kwa ajili ya ushahidi zaidi. Ilipofika kotini akaenda kuelezea jinsi Frank alichokuwa anamfanyia, kwa sababu alikuwa na ushahidi. Akamwambia ushahidi huu hapa, kila kitu kilikuwa kiko nomo. Paka Mr. Frank alishtuka, inabidi Mr. Frank achukuliwe. Watu wa gereza walikuwa na mlaumu, wataka kumpiga. Hivyo muda ulikuwa umefika wa binti Ana kutoka gerezani. Hivyo alimwaga rafiki yake Jini, kwa sababu alikuwa amemshauri vizuri tu. Alitoka, na alivyotoka alipokelewa na mama yake. Mama ni mama bana, mama ni mama. Alipokelewa na mama yake kwa ajili ya kutoka gerezani. Hivyo alikuwa mtani, ndio kazi yake ilikuwa ni kupiga gitaa kwa ajili ya kuingiza fedha zaidi. Ni mwisho wa movie, ni sauti ya BRK. Hii movie bana ilikuwa inajulikana kwa jina Everybody Used the Innocent New Girl in the